Huwa situmii makaratasi napozungumzia masuala ya hisa, masuala ya biashara, masuala ya crypto. Laiti ningekuwa natumia makaratasi kufanya vitu hivi, ningechelewa sana. Nini ninachotaka kuambia, ninachokieleza huwa natumia uzoefu kuelezea haya masuala ya biashara, masuala ya hisa, masuala ya crypto. Ninapoeleza masuala ya hisa katika kama nilivyofanya kwenye posti zangu zilizopita, ule ulikuwa ni uzoefu ambao watu wengi waliubeza. Na nilielewa kwa sababu watu wengi walikuwa wakitumia makaratasi kunijibu. Uzoefu ndio unaniambia kwamba huu ni wakati gani na nini kinaenda kutokea. Kwa hiyo kile nilichokizungumzia kwenye posti za mbili zilizopita na mwisho nikiwa nikisema hisa lazima zifanye pullback, na ndio hichi ambacho tunakiona kwenye CRDB Bank. Na nikakuja kwenu nikamwambia jamani, hisa lazima zifanye pullback. Kwa hiyo hisa hapa lazima zitashuka. Watu wakanibeza, wakaniambia wewe jamaa haujui masuala ya hisa. Na ile nilielewa kwa sababu walitumia makaratasi walipokuwa wananijibu. Lakini mimi mwenye uzoefu nilijua tu ni lazima pullback kwenye masuala ya hisa yatokee. Leo hii matokeo yake ndo kama hivi unavyoyaona. Bei ya CRDB kutoka kwenye shilingi 3100 kufika mpaka kwenye 2600. Hiki ndio nilichokuwa nakionya, lazima hisa zifanye pullback. Hata ukiangalia hisa za Mwalimu leo ziko kwenye 1500 hivi. Kutoka kwenye 2500 ndani ya muda mfupi tu zimefika mpaka kwenye 1500. Hebu fikiria utakuwa umepoteza pesa ngapi? Alafu ngoja nikwambie kitu kimoja. Hisa inawezekana ikashuka hivi na upandaji wake ukawa ni mdogo sana. Kwa hiyo hapo sisi kama wawekezaji watu tunahesabu kwamba tumepoteza pesa. Hata inaweza kuwa kwa muda mrefu. Hebu just fikiria huo muda mrefu ambao utakuwa umewekeza, utakuwa umepoteza shilingi ngapi? Pia inaweza ikawa kinyume. Inavyoshuka hivi ndio ikashuka mpaka mazima ukawa umepoteza pesa. Hiyo kwangu mimi waga naita ni kwamba umewekeza na umepoteza. Sasa akasema no, uwekezaji ni wa muda mrefu. Sawa, inawezekana ndio ni kwa muda mrefu, lakini sasa huo muda mrefu kurudi kwenye sehemu ilipokuwa ikachukua miaka 5. So kwa muda wa miaka 5 utakuwa umepoteza shilingi ngapi? Vile sikatai, inaweza ikaenda kwa haraka na ukapata faida, lakini ni kitu ambacho nilikuwa nataka nizungumzie ni kwamba ninachokueleza kuhusu masuala ya uwekezaji, masuala ya crypto, masuala ya biashara sio makaratasi, ni uzoefu. Na laiti watu wangenisikiliza kwa kitu ambacho nilikuwa nikiongea, leo hii ungesubiri, ungeacha kununua hisa za 3000, leo hii ungenunua 2500. Kwa hiyo hapo ungekuwa na gap kubwa, una pesa nyingi umeuzokoa. Kama ungenisikiliza kitu ambacho niliwahi kuongea kwenye posti zangu, ungeacha kununua hisa za commercial za 2500, leo ungenunua 1500. Kwa hiyo wakati mwingine acha uzoefu uongee badala ya makaratasi. Laiti tungetumia makaratasi hapa tusingefika.